Leo nataka kujibu swali la Ernest Wanene. Ameniuliza kama naonelea ya kwamba Matiang'i atakuwa president 2027. Ni swali ngumu, at the same times ni swali rahisi sana, lakini naweza sema siasa usiziweke kwa moyo. Siasa ni mchezo na uko na wenyewe, na sisi ndio wana Kenya tunafaa kushikana pamoja kwa sababu hawa ni wale. So jambo la kwanza nataka tusikie anasimama kwa tiketi gani ili tuweze kuendelea. Sikiza hii video. They have said that they would be happy if Kenyans would accept to have Matiang'i as a Jubilee presidential candidate. Asanteni sana na karibuni sana. Kwa majina yangu naitwa Kip Zakari. Kenya mambo ni mengi sana, muda ni mchache, na kama ni mara yako ya kwanza kabisa kufika hapa siku ya leo, mtazamaji mwenzangu, na kuomba uweze kusubscribe, like and share. Ninapoenda kuwekea video kama hizi za kisiasa unakuwa kwanza kabisa kupopin na kupata uhondo wa siasa zetu nchini Kenya, Afrika na dunia nzima, bila kuegemea side yote, ukabila, siasa wala dini. Kama jinsi ambavyo umeweza kusikia, anasimama na tikiti cha Jubilee. Jubilee ni ya Uhuru Muigai Kenyatta. Jeremiah Kioni ni Secretary General, na Uhuru Muigai Kenyatta ako ndani ya serikali kwa wakati huu. Tupende tusipende, ako kwa broad based government. Ameshapatiwa mawaziri wake 4 na ma CS na ma PS. So ni kumaanisha ya kwamba Frederick Matiang'i kama hata simama na chama kingine, mimi kwangu huu ni mchezo ambao uko chini ya maji. Unaweza kuwa hata mchezo kati ya William Samoei Ruto na William Samoei Ruto na Uhuru Muigai Kenyatta kusimamisha Matiang'i ili asiweze kuenda. Ni jamaa ambaye anapendwa sana, ili asiweze kuenda upande wa Rigiji. So ibaki tu, sijui kama mnajua, wanasimamishanga hata mtu fulani ambaye ni wa kutupa tu kura. Kuna kura fulani ambazo zinafaa kupotea zisiende upande wa wapinzani. So sikiza video ya Babu Owino akielezea zaidi Frederick Matiang'i ni nani. Sikiza hii video tunapoendelea. Let me ask you, Matiang'i was part of us. At what point did Matiang'i apply for the job of the United Nations, went for an interview, won and was passed, and when election results were announced, he was already called to go and work? How did he know we are going to lose elections? How did he know we are going to lose elections? You see, Muredi, all these things, these people were playing around with Babu. Me, I can tell you for sure. I tried explaining this to so many people. So many people, some of them could not believe because of probably denial. Point number 2 ambayo siwezi amini ni ya kwamba Uhuru Muigai Kenyatta ndio ako na nia nzuri kabisa, wakiwa na Frederick Matiang'i waweze kushikana na Rigathi Gachagua tukielekea 2027, na akina Kalonzo Musyoka akina Natembeya kuweza kuondoa William Samoei Ruto uongozini 2027, kwa sababu hata General Secretary wa Jubilee alisema ya kwamba wako tayari kushirikiana na watu kama wa Munyoro ama Rigiji ukipenda. Sikiza hivi. They have also emphasized the need to ensure that we are working with other like-minded leaders. Rigathi is also doing some commendable work. Ile kazi anafanya ni watu siwajui ni akina nani wangeweza kufanya hiyo kazi, na so hata yeye tunataka yani hakuna hata mwanasiasa mwingine ameweza kutaja kwa mdomo yake. Hajataja Kalonzo Musyoka, hajataja Natembeya, hajataja kijana wa Malwa, hajataja viongozi ambao wanaonekana wakiwa side ya upinzani. Wameona wa kwanza kabisa ni Rigiji. You never know, kwa sababu maybe wanataka wawe makachero wa kupeleka maneno upande ule mwingine. So hapa hivi kuna mchezo ambao unachezwa. Wanasiasa hatuwezi waamini kwa njia yoyote ile, iwe moja wala nyingine. Jambo ambalo tunaweza sema, Frederick wa Matiang'i yeye mwenyewe alichapa kazi ambayo alipatiwa. Ni mjamaa ambaye ako na misimamo dhabiti, hiyo tunaweza amua ni ukweli. Alisimamisha wizi wa mitihani katika mashule na mambo mengine kadhaa ambayo tunaweza sema aliwacha track record. Lakini sasa wale watu ambao anashikana na wao, hiyo sasa ndio tunaona kabisa ni mchezo ule wa panya na paka. So wacha tusikize video yake hapa moja, misimamo zake dhabiti ambazo amekuwa akizifuata wakati amekuwa katika serikali ambayo ilikuwa imepita.
Sikiza hii video tunapoendelea. Na mnaangalia anatusi mheshimiwa, atusi mheshimiwa, someone slapped a lady in the presence and within the vicinity of a police station, and police officers were present. In the usual reporting every morning, the Regional Commissioner Central, who's here, told me, and that is a platform that we all share, now as he was reporting to the PS and myself, that that victim had been given a P3 and the people who perpetrated that act were supposed to be taken to court yesterday. The truth is this, and you'll be horrified, and that gives you an indication of why sometimes I feel frustrated. Those guys, they walked into a police station and walked out, spoke to a senior police officer in that police station, and walked out. What had happened between that senior police officer and the minders of those gentlemen is your guess as good as is my guess. So these guys, first of all, begin by lying to their regional commissioner. Then they lie to their regional police commander, who in turn lies to the DIG police service and lies to the inspector general. And so last night when the PS and I were seized of the matter and we were asking them, what is the fact about this? You discover there was no OB entry, there was no B3 given, there was no report taken, and therefore, even be told that these people are going to court, they're not going to go to court. It's a lie. And so I asked the Inspector General, and he can confirm to you, I hope he confirms to us that that senior police officer has been disciplined or interdicted. And then we follow through, and I also told the DCIO, follow up even the minders of those people, even if they are political leaders or whatever they are, they also should meet the law. We are not going to help this country if we behave in this kind of irresponsible manner. And this has nothing to do with the Inspector General or Mr. Mbowa, the DIG. I keep asking for the men in the room, how many of you will stand your sister or your wife being slapped in that kind of manner? How many of you? I mean, how? Asanteni sana na karibuni sana. Kwa majina yangu naitwa Kip Zakari. Kenya mambo ni mengi sana, muda ni mchache, na kama ni mara yako ya kwanza kabisa kufika hapa siku ya leo, mtazamaji mwenzangu, na kuomba uweze kusubscribe, like and share. Ninapoenda kuwekea video kama hizi za kisiasa, unakuwa kwanza kabisa kupopin na kupata uhondo wa siasa zetu nchini Kenya, Afrika na dunia nzima, bila kuegemea side yote ukabila, siasa wala dini.